vikwazo vya utume wa Bwana sehemu ya 3. Tunaona ya kwamba shetani anatumia viongozi wakubwa, wawe viongozi wa serikali, wawe viongozi wa dini, wawe viongozi wa jamii, wawe viongozi sehemu mbalimbali. Shetani anatumia viongozi kukwamisha kazi ya Bwana. Nataka nikwambie mpenzi msikilizaji, uwe makini unapomwona kiongozi mkubwa na heshima aliyonayo, lakini cha msingi uwe na macho ya kiroho kuweza kumwangalia na kumsikiliza kwa makini yule kiongozi, ya kwamba anayoyazungumza yanakwenda sambamba na neno la Bwana. Unajua wengi tumeshindwa kupambanua mambo kama haya, na hatimaye tumewaamini, lakini kumbe tumekuwa ni vibaraka wa shetani pasipoweza kufahamu. Hebu nikurejeshe katika maandiko matakatifu. Angalia viongozi huyu. Kiongozi wa kwanza tunayekwenda kumwangalia ni huyu hapa. Kitabu cha Kutoka sura ya 8 na lile fungu la kwanza. Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao, ukamwambia Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Mpenzi msikilizaji, nataka nikwambie hivi, wakati taifa la Israeli lipo uhamishoni Misri, muda ulifika ambapo Mungu alihitaji kuwatoa watu wake kule Misri, kuwapeleka katika nchi nzuri yenye maziwa na asali, nchi ya Kanaani. Sasa katika ile nchi ya Misri alikuwepo kiongozi mwenye cheo cha Farao, kama rais au mfalme mkuu wa ile nchi. Kwa hiyo Musa akawa ameandaliwa kwa namna ya pekee kwenda kuwatoa wana wa Israeli kwenye ile nchi, kulingana utumwa, baada ya kuwa wamesumbuka miaka mingi. Biblia inasema Musa akamwambia Farao, Bwana amesema wapewe ruhusa watu wa Mungu watoke pale. Lakini Farao, kwa sababu alikuwa na moyo mgumu, moyo wa kishetani, akakataa kusikiliza sauti ya Bwana. Nataka nikwambie hivi, historia ni kubwa na maneno ni mengi, lakini ukweli ni kwamba ukisoma Biblia kitabu cha Kutoka, ilikuwepo vita vikubwa sana, mapambano kati ya Mungu na mfalme Farao. Lakini hakuwa Farao, alikuwa ni shetani ambaye alikuwa ameingia katika umbo la Farao, akizuia kazi ya Bwana. Kwa hiyo usishangae kuona mfalme anaongea maneno yaliyo kinyume na neno la Bwana. Unapokuwa na macho ya kiroho, macho ya moyoni yanayoongozwa na Mungu, utaweza kutambua wazi ya kwamba huyu mfalme anayoyaongea sio. Lakini mambo yaliendelea, Mungu aliingilia kati, hatimaye wana wa Israeli wakaondoka katika nchi ya Misri, wakaenda katika ile nchi ya ahadi ambayo Mungu aliyokuwa amewaandalia. Tumeona mfalme Farao. Kwa hiyo wafalme ni hatari, viongozi wa serikali ni hatari. Wanaweza kukaa pale ukafikiri wako salama, ni kuwaombea sana, maana shetani ni wa pekee. Kitabu cha Danieli sura ile ya 6 na lile fungu la 7 pia tunaona hivi. Hebu angalia viongozi hawa walivyo ni hatari. Biblia inasema hivi, mawaziri wote na wafalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri moja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30. Sikiza pia msikizaji, anasema hivi, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba. Hebu angalia viongozi hawa. Anasema hivi, mawaziri. Kwani leo mawaziri hawapo? Anasema wafalme. Kwani leo wafalme hawapo? Manaibu. Kwani leo hawapo manaibu waziri? Maamiri, wakuu wa jeshi, madiwani. Kwani leo vile madiwani hawapo? Maliwali wamefanya, wakakaa sehemu moja, wakafanya shauri la kutaka kupindua makusudi ya mtumishi wa Mungu Danieli, aliyekuwa anamwabudu Mungu wa mbinguni. Kwa nini tunazungumza fungu hili? Maana yake ni kwamba unapaswa kuwa makini kwa viongozi wowote. Waheshimu kwa vyeo vyao, lakini uwe makini kwa mambo wanayokuongoza. Neno la Mungu likiwa moyoni mwako, utatambua wazi ya kwamba huyu diwani anaongea maneno ambayo yanaleta vikwazo kwenye kazi ya Bwana. Kwa hiyo viongozi, mwe makini. Usikae pale ukabweteka, ukafikiria kwamba uko salama. Nyinyi ni viongozi ambao Mungu amewateua kusimamia kazi yake duniani.
Shetani anaweza akawapitia kwa vyeo vyenu mkazuia kazi ya Bwana. Hebu niwapatie fungu jingine ambalo ni la pekee sana. Hili fungu ni la pekee sana. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 27, Mathayo 27 na lile fungu la kwanza. Anasema hivi: na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Bwana asifiwe. Sikiliza, nyakati za mwishoni, wakati Kristo alipokuja kutukomboa duniani, lakini anasema hivi, kuna watu waliokuwa wamekaa shauri moja wakitafuta namna ya kumuua Yesu. Na hawa sio wengine, ni viongozi. Viongozi tuliowazoea kawaida, tunaongea nao, tunazungumza nao, wanatushauri mambo mazuri, lakini shetani akapita katikati yao. Anasema hivi, hebu sikiliza, na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani. Makuhani ni watu gani? Makuhani ni viongozi wa dini kama wachungaji na wengine, maaskofu, ndio makuhani, watu waliopewa dhamana kuisimamia kweli ya Bwana. Hawa kumbe shetani akaingia ndani yao. Alipoingia ndani yao, shauri la shetani ni moja, kuwashawishi na kuwapindua ili waikwamishe kazi ya Mungu ya ukombozi wa mwanadamu. Watu wengine wote wazee katika kanisa au katika jamii, kuna wazee wa busara, wazee ambao wamewekwa pale kwa ajili ya kusimamia kweli ya Mungu. Lakini kumbe hao wazee wakafika sehemu wakajisahau. Walipojisahau, shetani akaingia ndani yao. Alipoingia kati yao, shetani akawabadilisha akili zao, akabadilisha mioyo yao, wakatengeneza shauri la kutaka kumuua Yesu. Wengine watu gani? Watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Unapomuona kuhani, unapomuona mchungaji, unapomuona mzee wa busara, cha msingi neno la Mungu liwe moyoni mwako. Usiamini kila mtu. Mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji, usimwamini mtu duniani kwa namna ya kubweteka akili. Muda umefika wa kila mwanadamu kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu ni kweli. Neno la Mungu ni taa. Linapokuwa moyoni mwako, anapokuja kiongozi amevaa suti, amevaa labda vazi zuri, unamwamini ndio, lakini anachokitoa moyoni kipime kwa maandiko matakatifu. Biblia inasema tutawatambua watu hawa kwa neno la Bwana. Yesu alimshinda shetani kwa imeandikwa. Alipokuwa anamfuata shetani, anamwambia mambo ya upotevu, Yesu kwa sababu neno la Mungu lilikuwa moyoni, akamtambua mapema. Nataka niwaambie vikwazo vya utume sehemu ya 3. Viongozi tulio nao wanaweza wakatumiwa na shetani kuikwamisha kazi ya Mungu, iwe makanisani, iwe msikitini, iwe serikalini, yawe maeneo mbalimbali kwenye jamii. Lakini wale watu wanapaswa kuwa watulivu kwenye neno la Bwana. Nataka nikwambie hivi, Yesu anasema tupate dawa ya macho. Dawa ya macho ni nini? Ni neno la Mungu. Kizazi cha mwisho wa ulimwengu kimekuwa ni kizazi kile ambacho kinapenda maisha ya raha, akijishughulishe sana na neno la Mungu, kufuatilia neno la Bwana. Lakini napenda kuwaambia, tusomeni neno la Bwana. Asubuhi soma, mchana soma, ili Roho Mtakatifu anapokuwa anakuja kwenye moyo wako, kwa sababu moyo wako umeujaza neno la Mungu. Kwa sababu umeujaza neno la Mungu, Roho Mtakatifu anakukumbusha neno lake. Lakini moyo wako ukiujaza mambo ya kiulimwengu, Roho Mtakatifu anapokuja kuoperate moyo wako, kuuendesha moyo wako, anakuta mambo ya dunia yamejaa, hata kukumbusha nini. Nataka niwaambie wakati huu kwamba weka neno la Mungu moyoni mwako, ili Roho Mtakatifu anapokuja kiongozi yoyote, utakuwa rahisi kupambanua kwamba hili ni neno baya, hili ni neno la Bwana.
Vikwazo vya utume wa Bwana vinatumiwa na shetani kwa namna ya kificho sana. Mungu akubariki unapoweka neno la Bwana moyoni mwako.